Sawa, kuna kusudi ambalo lililotuma Mungu atakuleta hapa. Kitafute ile kusudi. Mimi nishasema yangu. Amen. Basi tukonklide hivi. Tulikuwa tunapanga ya kwamba tutazungumza juu ya faida 7 ya kuwa mkimbizi. Tuzitaje tu na tumalizie pale. Katika faida ya kwanza ni kupata usalama ama kuhepa. Tunaipata katika Ebrania sura ya 2 mstari wa 3. Sisi je, tutapataje kupona kama hatutajali wokovu mkubwa namna hii? Tunajisalimisha kimwili na tunajisalimisha kiroho. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkubwa namna hii? Amen. 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 Hiyo ni faida ambayo tunapata katika ukimbizi. Kukimbia unasalimisha ni nafasi ya wokovu, kwa sababu hao watu wote tulitaja, wote walimtumikia Mungu. Amen. Faida ya pili hatutachambua, tunataja tu. Faida ya pili, unaweza olewa, unaweza ukaoa. Faida ya pili, acha kusema aseme mimi juu niko mkimbizi sitaolewa, nitaenda olewa Ulaya. Unajidanganya, utapoteza bahati yako hapa, kisha kule Ulaya unaenda rangaranga. Kama kuolewa, olewa. Kama kuoa, oa. Kwa sababu labda Mungu alikuleta umpate mwenzako ambaye unaishi naye, kisha tu muende Ulaya. Ni kusudi la Mungu. Lakini yeye gasawa kambi, sie wa mkambi sio utampoteza. Na ukimpoteza kazi yako. Ukimpoteza utaenda Ulaya na utampata. Amen. Kwa nini alisema aseme tuoe? Inapatikana katika Yeremia sura ya 29 mstari wa 28, lakini mzuri usome mstari wa 5. Inasema hivi, kule wako ukimizini. Kule mwenyewe alishaona ile mstari wa 5 tu alisomea hayo tu. Kule ukimizini aliwaambia hivi, hamutatoka sasa hivi. Wewe unakuja leo ngana mwaka mmoja sio unataka aina Ulaya, hautatoka sasa hivi. Mungu ndiye anasema, oa, olewa, lima, soma mstari wa 5, 29 sasa. Jengeni nyumba mkambi. Bilianza wapi? Bilianza Malawi. Jengeni nini? Jengeni nyumba mkafanye nini? Mkakae ndani yake. Mkae ndani yake mkafanye nini? Mkapandeni bustani. Mupande mashamba. Mkale matunda yake. Shuka 6. Oweni wake. Bali basi sasa. Labda mimi nilisema kama unaweza sema sehemu mzee nayo anapenda kujipendekeza. Mkambi tuoe. Awali hapa walikuwa mkambi za Israeli. Walikuwa Babeli. Mungu akawaambia muoe, na mimi nawaambia vijana muoe, muolewe, mzae, kisha twende Ulaya. Amen. Nyumba jenga. Ni amri ya Mungu. Haiko yako hapana. Ni amri ya Mungu. Oa, olewa katika kambi, kwa sababu katika Isaya 52 mstari wa 11 na 12 inasema hamutatoka haraka. Ndio Isaya anasema. Isaya 51:11. Hamutatoka haraka. Na ndio maana unakuta katika kambi mtu anapiga miaka 10. Kana kwa alipiga 30 ndio tunasikia historia. Yesu alitoka haraka, mwenyewe alizaliwa naye akazala mwingine. Amen. Hamutatoka haraka. 51:11 Isaya anasema. Yeremia anasema muoe, mupande, musome. Sisi
kwa kuwa ni vijana hatutanyima. Sisi vijana ni kusoma, ndio maana ninasindilia. Baba mwenyewe alisimama hapa yote, alikuwa na impact. C'est comme si il a été inspiré par Dieu. Kama hii maneno yote iko huko. Voilà que ndio kisi Roho Mtakatifu anatumika. Kama atasema kwako, atasema na kwa huyu. Kwa sababu on sait jamais se contacter. Après on a et toute la première fois d'abord. Je pense ça. Soma. Tunaona wenzetu Danieli walisoma na bako ugenini, nikaonekana Mungu akawasaidia. Faida ya tatu,